We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Hallelujah. Praise God. Tutungie na praise. Tuweke beat ya praise.
Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hatakuwepo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hatakuwepo. Nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na hatakuwepo. Nimetembea kote, nimezunguka kote kote, hakuna na hatakuwepo. Nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na hatakuwepo. Nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote, nimezunguka kote, hakuna na hatakuwepo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna nada. Sema hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hatakuwepo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hatakuwepo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hatakuwepo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hatakuwepo. Nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na hatakuwepo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hatakuwepo. Nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na hatakuwepo. Nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na hatakuwepo. Nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na shangwe na vigelegele. Piga makofi juu. Haya, piga makofi mazuri jamani. Muziki wa Yesu.
milele ni Yesu. Wa 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 milele ni Yesu. Yesu ni Yesu. 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 Anazungukia maisha yangu. 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 Anapamba. 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 Hatujasema uache. Sasa jumeni hapa unatoroka. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Najua nilikuwa danza. So I like wakati mwingine anabamba. Unaweza pia unaona anabamba. Pigia Yesu makofi ya kilo kwa jina la Yesu Kristo. Unaweza keti kwa kiti chako cha muujiza. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sasa zingine ninawaambianga mnakuwa sensitive. Kuna wakati ambapo Mungu huwa anahudumia watu kwa sifa. Unaona hii by the way, umewahi sikia ati Biblia inasema ya kwamba tena Mungu anashuka kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. But the Bible says that na Mungu ushuka kwa sifa zake. Kama kuna kitu huwa inabubujisha moyo wa Mungu ni sifa. Wakati mmoja wa dada alikuwa anatufunza how to praise and worship God. Mungu wapo atumangi malaika. Bwana Yesu asifiwe. Atumaningi, ni yeye mwenyewe anakujanga. Na anapokuja kwa hizo sifa ambazo jamani umemtolea, yeye ukuja na anakaa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati wote unapopata nafasi ya worship na kupraise, praise kabisa. By the way, unajua kama kuna mtu alikuwa muovu milele yote ni Daudi. Amen. Muovu tu milele yote tu. Sasa jamani, hii maisha hii na dadi wanatuambia kitu mimi nacheka sana. Lakini the Bible says that na Mungu anasema ya kwamba alikuwa anapendezwa na Daudi. Maana Daudi alijua secret moja na dhamira yake ilikuwa ya kiungu ndani mwake. Yaani ilikuwa inamshuhudianga tu akifanya makosa anakimbia mbio sana kwa madhabahu, anaenda anarepent, na Mungu alikuwa anapendezwa na hiyo moyo sana. Bwana Yesu asifiwe. Na the Bible says the clear that wakati ambapo iliingia ni wakati wa sifa.
Hakuna mtu alisifu mpaka nguo zikararuka tangu tusome from Genesis to Revelation. Hakuna. Lakini Daudi aliimba na akacheza mpaka nguo zake zikararuka. Leo Daudi kwa tereri ke aza kagate. Alikuwa anacheza namna gani? Amen. Jiulize hiyo swali. Huyu mtu alicheza kiwango gani until nguo zake zikararuka? Alafu kitu yenye linanishangaza hapo, mpaka akajisahau. Maana wezi niambia ya kwamba nguo hizo zikiraruka ama zikianguka kama huyo mtu alikuwa nomo? Hapana. Yaani aliingia deep, akaingia deep. Hata hakuwa anajua ya kwamba mshipi imeleta shida. Yeye ako ulimwengu ingine. Wakati nyinyi mnaangalia kando, yeye ako tu focus yake ni kwa Mungu. Mpaka ibada yake atimilize. Pigia Yesu makofi ya kilo. Amen. So, nafasi zote unapopata nafasi ya kumsifu Bwana, msifu ni kana kwamba utamsifu tena. Haleluya. Na Bwana atatusaidia sana. Otherwise tunawapenda kwa upendo wa Mungu. Na wakati huu nataka tu kupeana only watu wawili testimony. Ushuhuda ni nini? Ushuhuda tangu kuje hizi mikutano za Wednesday za deliverance. Amen. I know that una kitu cha kusema. Bwana Yesu asifiwe. So wakati mwingine si vizuri tunafunga macho hivi, hapana. Wacha tusikieko tangu dadi anafundisha na anatuombea na Mungu anamsaidia. Ninajua kwamba uko na kitu cha kusema. Amen. Kile Mungu amekutendea na Mungu atatusaidia sana. Amen. Na kwa sababu tumepata hiyo nafasi ya kwamba kutambua testimony ni vizuri sana. Hallelujah. Amen. Najua Saidadi anatuona online, najua anatuona. Bwana Yesu asifiwe. So anataka kuona ile kazi yenye huwa anafanya. Je, matunda yake ni gani? Amen. Because of God. Jamani, nani tu ako na testimony? Ainue tu mkono wako mahali alipo. Kwa jina la Yesu. Testimony. Ama Kiingereza ligumu kidogo, ushuhuda. Yule ambaye ako na ushuhuda tangu akuje kwa hizi mikutano za Wednesday, kuna kitu Mungu amemtendea. Na Kikuyu testimony ni nini? Ni wira. Olia ena wira. Haleluya. Ni nani hapa Muruya? Waluya wako wapi? Wakamba. Amen. Testimony ni nini? Labda ni haya, huyu atakumbuka. Tumesema Wakamba ni wangapi? Amen. Testimony nini? Ugose. Pigie makofi mazuri. Waruya, papa, wewe ndio tumetoka naye Western. What is the meaning of testimony? Na Kiruya. Sese nilina ushuda. Na mwe sina. Pigie Yesu makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Kabila gani ingine tuko naye hapa? Aha, Jona. Ushuda ni nini? Obuhamya. Obuhamya. Wow. Hii maisha ni mzuri. Pigie Yesu makofi mazuri. Okay. Kwa sababu ya muda tunakimbia na wakati kwa ajili ya Mungu. Maana tunapomalizia hapa tunaenda Kibera. Tumeanza kutangaza crusade bila compromise. Upigie Yesu makofi mazuri. Na kwa sababu dadi wetu ni mtu ambaye anapenda vitu inaitwaje? Excellent. Tuko na gari ya utukufu sana ambayo tutakuwa tunaenda tukitangaza ya kwamba watu wakaribie huko. Amen. So mpigie makofi hata akiwa online. Tumwambie dad, God bless you kwa sababu ya tubariki na gari yenye iko na utukufu namna hiyo. Pigie Yesu makofi mazuri. Amen. Testimony. Hii nafasi tunawapea leo. Kuna siku ambayo mtatafuta hii nafasi ya testimony inakosekana. Nani ana ushuhuda? Kama hakuna nimpishe mtumishi wa Mungu anene pamoja nasi. Testimony. Wow. Piga makofi mazuri wakati my sister anakuja kwa jina la Yesu. Mpigie makofi mpaka afike hapa. Piga hiyo makofi jamani. Chenye unapanda ndicho utavuna. Wakati ambapo unaambiwa piga makofi na unang'edhia tu, siku yako ikifika
watu wote pia watangezia tu hivyo na utaibika tu peke yako tu. Haleluya. Pe Yesu makofi ya kilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa majina naitwa Ng'ang'a. Nimeokoka na mpenda Bwana. Na mimi nikushukuru Mungu kwa kunifikisha katika madhabahu haya. Kulala na kuamka si kawaida. Na kunitoa nyumbani na kunifikisha hapa si kawaida. That's why nimekuja kusema ni asanti na ninasema nashukuru. Amen. Pigie makofi mazuri. Hiyo ni ushuhuda tu. Na tangu kuja hapa ni kitu gani Mungu amekutendea? Ameona mabadiliko mingi. Pigia Yesu makofi mazuri. Sasa wewe ujijazie hiyo mabadiliko, hata wewe mwenyewe unaona saa yako na amani ya Mungu, si ndio? Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Another one. Testimony. Si nimwambia dadi anatuona online. Anataka aone ile kenye wanafanya kimeleta matokeo ama akijaleta. Shuhuda. Naona Brian anajaribu kufikiria na wanza anafanya nini. Testimony. Wakati ulikuja hapa, you need to testify these things that Mungu tangu nikuja hapa Bwana alinipatia pulpit na inakuwa ni mzuri. Jona ako na ushuhuda, mpigie makofi anapokanyaga hapa kwa jina la Yesu, mpigie makofi mazuri. Nilikuwa ninaangalia huyu ndugu vile ni mrefu hivi na akashuhudia akasema, ukiona ninasifu ama ninaabudu ama testimony. Pigie Yesu makofi mazuri. Praise God. Mimi sipendangi kuongeanga sana. Si mnajua? Juu nakuanga na mambo mengi. God has done so much things in my life. Si mnajua mimi ni Mkongo. Ukisikia tu hiyo jina Mkongo mnajua tunapitianga mambo mengi. But God wanted to sustain, wanted to protect. Yeah. Niko na 8 years nikiwa kwa nchi ya Kenya. Na Mungu amekuwa pamoja nasi daily. Sijawahi lala njaa na sitawahi. Amen. Let me give you a testimony how I met with apostle, man of God. It was alinicall. Kuna jamaa anaitwa Mandela, Pastor Mandela, wengine wanamjua wenyewe. Walifika hapa kitambo. Tulipatana naye kwa worship experience huko Rongai. Tukajuana tu like timu yangu na yenye nilikuwa nayo, so na yake waka inviteana, so tukaenda kwa hiyo worship experience. Tukaenda kwa hiyo church. Nikakalia hiyo kitu. Akasema amependezwa na venye huwa anacheza. Nikamwambia ni asante, hata mimi nimeshukuru. Na si mimi najiwezesha, ni Mungu tu. So from hapo tukakuwa my friends. Akaniambia kuna church iko town wanahitaji mtu wa piano. Nikamwambia hapana, mimi mahali niko bado niko na contract ya one month. So after 1 month hapo sasa ndio tunaweza ongea. So nikanyamaza tu, nikatulia. Mwezi ikaisha, imagine. Najua mpango wa Mungu huwezi elewa ni gani. Na kama Mungu amekuita wewe ufike hapa, jua kuna reason why. So nilikuja, akanicall. Nikamwambia bado hiyo church hajapata mtu nini wa piano. Na mwezi imeisha. Akaniambia kuja. So nikakuja, akanipea direction. Kufika hapa, hiyo ndio mara ya kwanza hii church kuhamia ikikuja hapa. So nikifika walikuwa wanaleta hizi vitu, maviti, ma speakers. Sasa nikashindwa hii ni church ama ni warehouse tu na nini. Tu nilikuwa naona maviti. So nikasema maybe nimekosea. Nikarudi kwa message tena, nikaread vizuri direction amenipea. Coffee Plaza meza in front. Na nauliza watu, kuna church hapa? Ati hakuna church. So nikasema ni kama nimekosea. Nikaenda kufika tu hapo Equity, nika receive call.
Akaniambia, Jona umefika? Nikamwambia, nimefika hadi hiyo ghorofa naiona iko mbele yangu, but hakuna chache hapo. Atiko. So akatumana huyo, kuna msichana alikuwa anaitwa Ruby, alikuwa media kwa kamera. So akakuja akanipick tena. So nikakuja kaniketisha hapo. Apostle alikuwa amekaa, yani tunafesiana hivi. How are you? Nikamwambia I'm fine. Unaitwaje? Nikamwambia naitwa Jonathan. Kuna mtu anani direct hapa, ni kama nakosi. So unisaidie uni direct. Akaniambia nikusaidie aje? Nikamwambia kuna pastor fulani anaitwa Mandela amenipigia akaniambia ati hapa kuna church wanahitaji mtu wa piano. Akasema ni sawa, weka hapo ngoje. So nikakaa tukifesiana, hata sikuwa namjua nijue ni nani ni nini. Okay, wacha nini. Na kuna church nyingine iko hapo nini Nairobi Cinema. So nikasema ni kama hii si church, wacha niende hiyo ya Nairobi Cinema. So nikaenda mpaka baadaye nikafika hapo. So nikamwona unaona hii ndio church sasa. Hiyo nyingine ilikuwa ni furniture, hizo vitu za warehouse. So akanicall. No, Jona umefika? Nikamwambia nimefika. Nimeona church. Saa hiyo niko sawa. So akaniambia fanya hivi, wewe kuja kesho. It was Saturday. Kwenda nyumbani nikasema hii si. Niendelee na mali nilikuwa. So akanicall tena. So kufika hapa Apostle akatoa testimony. Atieni mtu wa Mungiki. Nikasema hapa nimekukosea tu. Bado nakosea, sijafika church. Okay. Mungiki, nikaingia imagine internet. Nikasoma hiyo vitu zote. Nikama huyu si pastor tu. Enyewe huyu si pastor. So wacha niombe Mungu. At least anipe direction. So nikakuja nikapatana na kina Mary au walienda. So nikasema kusikia waimbaji nikasema hii ni second sign ya kunionyesha nimekosea. Si waimbaji nao ni watu wengine. So juu nilikuwa nimezoea waimbaji wazuri mnaelewa tu. So nikamwambia God nipe sign ya 3 tu yenye itanionyesha nimekosea. Nikakuja. Mara ya kwanza nikapatana na jambo mwingine aitwa George. Tukifanya practice na jaribu kumdirect vile anaweza coordinate hizo masauti. Tukitoka hapo nje ananiambia we usiwahi nikosoa tena, wacha nifanye vitu zangu, wewe endelea na mambo yako. Nikamwambia wow tick. Sign ya 3 sasa imepatikana. Sema hapa sasa ni kwenda naenda. So nikachukua simu. By the way I was serious. Nikachukua simu nikatest wa Pastor Mande, nikamwambia sorry, nimeona kabisa ni kama sitawezana na hapo. But siku mention hizo vitu zote nini. Nikasend hiyo message, imagine haikuenda na nilikuwa na data. Na it was on Saturday. Nikasend hiyo message on WhatsApp. Nikamwambia tomorrow I will not make to come. Nikalala. Kuamka asubuhi nikaenda kuangalia nikaona hiyo message haikuenda. Sasa nikasema nitafanyaje? Nikamwambia wacha nikuje. Nitamwambia tu tukiwa live tu hivi. So nikakuja. Kufika hapa Apostle akatoa sermon yake. Mambo na kufinywa. Nilifinyeka my friend. Alitoa hiyo sermon nikafinyika kabisa ile yangu yote. So nikasema okay. Kama ni mambo na kufinya, wacha nikae tu hapa nione vile kutaendelea. Nikaanza sasa kufinyika vizuri, hiyo kiburi yote ikaenda ikinitoka pole. Imagine sikuwa najua kama hadi kwa kanisa kunaweza kuwa na vita, mtu anaweza pigana na watu. Nikamwambia yenyewe niko class. Wacha kwanza nikae hapa nijifunze.
Alafu sikuwa nimeona watu wanafanyiwa deliverance. Nikamwambia, nikasema hii yenyewe, hii ni klasi nafaa nijue at least. Hata kama mimi nililelewa kwa familia ya yenyewe ni Wakristo, kumbe kuna mambo ingine ya dunia nafaa nijue. So nikakaa hapo hadi wa leo. Imagine siku hizi hadi najua Kikuyu. Simnipigie makofi. Nilifinywa hadi nikajua Kikuyu. Yeah. So tunaendelea vizuri. Na muendelee kutuombea. Tafadhali tunahitaji maombi yenu. Najua hii kazi ni bado hata kwa miaka bado hatujaenda sana. Ukiwa 20s, si bado wewe ni mtoto. So tunahitaji advice zenu. Na mtuwe karibu na sisi. Mkiona tunakosea, just mnatuambia, mnaturekebisha, mnatuadvise. Na tutashika hizo mawazo zenu na tutaendelea na kazi ya Mungu. Mzidi kutuombea na muombea crusade. Na si kitu rahisi. Tuna plan venye tutaperform, pia na devil pia na plan vitu zake. So we need a time of prayer a lot. So thank you. Amesema yeye ana maneno mengi, lakini ana mengi but sure bet. Simpigie Yesu makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Si usimame tu kwa miguu yako miwili kwa jina la Yesu. Tunataka tusikie neno la Mungu wa mbinguni. Wakati ambapo hii theme ilikuwa ina God is in control. I know that God hata sasa hivi vile tuko hivi ako kwa usukani. Hallelujah. Ako kwa usukani. Spiritual, mimi naona ako anafanya kazi yake. But physically nikikwambia you cannot understand anything. Bwana Yesu asifiwe. Inua tu mikono yako juu. Zungumza tu na Bwana, mwambie Bwana, niko tayari kusikia kutoka kwako. Na neno lako Bwana linapokuja kwangu, ligeuze mawazo yangu, ligeuze fikira zangu. Ni vizuri wakati mwingine elewa tu umekuja kwa Mungu. Elewa umekuja kwa Mungu na Mungu yuko tayari kukuhudumia. Mungu anazungumza na Mungu anaongea tu. Ataongea kwa njia gani? Anaongea kupitia neno lake. Hakuna siku Mungu atatoka mbinguni ashuke, no. Yeye ushuka na anatumia mtumishi wake. Najua ya kwamba vile ambavyo umekuja mahali hapa, uko tayari kusikiza neno lake, lile litakupatia mileage hadi next week, hadi Yesu akuje. So allow God to speak to you. Allow Holy Spirit of God akuhudumie. Ruhusu tu yo Mungu tu. Ruhusu tu yo Mungu tu. Ruhusu tu yo Mungu. Nimesema tuko chini ya mafuta ya mtume. Na ninajua kwamba hiyo grace Mungu ameiachilia ndani mwetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie tu Bwana, zungumza na mimi mara tena. Speak to me. Nisaidie kuliamini neno lako linapokuja kwangu kwa jina la Yesu. Sema na mimi Bwana, sema na mimi. Sema na mimi Bwana, sema na mimi. Sema na mimi Bwana, sema na mimi. Sema na mimi Bwana,
inasema nami, sema Bwana Yesu, inasema na mimi, sema na mimi, inasema moyo wangu, sema na mimi, moyo wangu Bwana, na mimi, sema na mimi, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, tunakushukuru. Ninakuomba Bwana, mchana wa leo ninapoleta mtumishi wako Bwana wa majeshi, Mungu anaposimama kuhudumia mioyo yetu, Baba mtumie kama chombo. Ondoa iliyo yake Bwana, weka yaliyo yako. Kama vile Baba mfereji napotoa maji, ndivyo Mungu wa mbinguni Mwokozi, naomba Bwana umtumie ulimi wake Baba, ubadilishe, weka maneno yako, mawazo yako Bwana yawe juu yake, fikira zako Bwana ziwe juu yake. Baba Mungu wa mbinguni mtakatifu, natangaza Baba, nyakati nyingi Baba umemtumia, lakini Baba ninakusii asubuhi ya leo na mchana wa leo Baba, mtumie kwa njia ya kipekee. Mtumie kwa njia ya kipekee Bwana, mpatie neno ambalo Mungu wa mbinguni Bwana umelituma juu ya maisha yetu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu Bwana unasikia na kutenda. Katika jina la Baba na Roho Mtakatifu tunaomba tukiamini. Natamani kuona wamama wazee wameinua mikono juu. Ninapohesabu 1, 2, 3 tukimshangilia Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu Baba, kwa jina la Yesu. 1, 2, 3, pigia Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mazuri until afike. Pigia Yesu hata wamama jamani, si hata mshangilie tu kwa jina la Yesu Kristo. Thank you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tunaweza tukaketi. Nitampa nini Bwana wangu Yesu kwa mema yote amenitendea? Nitampa nini Bwana wangu Yesu kwa mema yote amenitendea? Ameniokoa, ameniokoa, ameniahidi uzima wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nina shukrani mbele zake Mungu kusimama kwa madhabahu yake nikiwa chini ya mafuta ya Apostle Ndura Waruinge. Nasikia kuheshimika wakati ninanena neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo sitachukua ni kama ni jambo la kawaida, bali tu ni kibali machoni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana kufika mahali hapa na kukaa mpaka saa hii, uwepo wake unanitosha. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka kunena tu neno kwa kifupi, kisha tutaingia kwa maombi tukiongozwa na mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. My topic today, it's about spiritual resurrection. Spiritual resurrection, ama kupungukiwa kiroho. Praise God. Kwa kawaida tuko katika safari ya imani. Na safari ya imani inahitajika mtu ambaye ana connect in spirit. Our journey, it's about faith in spirit. Praise God. Maana mambo yengine si yote unaweza ona kwa macho ya binadamu, lakini kupitia Roho Mtakatifu anakuwezesha, Mungu akiwa amefunua mambo ambayo imefichika. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema tukajua ni nini inafanya mwanadamu akapungukiwe kiroho.
hata kwa maisha yetu, economy yetu iko na economy reservation. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaona the supplier is low but the demand is high. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati hata hapa nchini tumekuwa na hiyo shida ya kupungukiwa. Unaona unga, mahindi, the supplier is very low but the demand of the people it's very high. Bwana Yesu asifiwe. That is the economic reservation. I want to speak about the spirit resurrection in our life. What is the spirit is resurrection? This is the negative growth spiritually. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Unapungukiwa kiroho. Unaona hata kiroho hauenendi katika level ingine. You are just stagnant. Bwana Yesu asifiwe. Umekaa mahali pamoja, miaka nenda miaka rudi, hauelewi ni jinsi gani unaendelea. Hauwezi kutambua hili jambo lilikuweko jana kisha limerudiwa leo. Uulize Mungu, why it is coming back to me. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ningetaka tusome katika kitabu cha Matthew 17:19-21. Matthew 17 verses 19-21. Hallelujah, nitasoma. Then the disciples came to Jesus privately and said, why could we don't cast out? Next, please. So Jesus said to them, because of your unbelief, unassuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Next. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba yale mambo yote yatatendeka kwa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. When you pray and fast, you increase spiritual power. In the mighty name of Jesus. Praise God. You increase the degree in the spiritual world. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kuomba na ndiposa kila jambo, kila mlima wote ambao unainuka mbele yako unapata nguvu ya kuambia uhame na unahama. Maana neno la Mungu linatuambia ya kwamba ametupa power and authority to move all the mountains. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. In the Genesis verses 1, the Bible says that in the beginning God created the universe. He is the owner of universe. Bwana Yesu asifiwe. That means if he is the owner of the universe and we are his children, we have power and authority over every creature in this world. Bwana Yesu asifiwe. So ni vyema tukapata kukaa pale miguuni mwa Mungu, kutii sauti ya Mungu, maana ukitii sauti ya Mungu kila jambo litawezekana. Hautakuwa na kupungukiwa kiroho ya kwamba unaokoka mwaka huu, mwaka unaisha, ungali tu pale. Huwezi omba kitu moja kwa nyumba yako kikatoka. Mtoto wako huwezi muombea akiwa mgonjwa apote kupona. Huwezi jua ni jinsi gani utaenenda, maana ulikaa tu, maana umeokoka. Hautafuti huyu roho wa Mungu. Maana hata wakati Yesu alikuwa anaenenda, aliambia wanafunzi wake, sitawaacha bure. Nitawaachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye atakuwa mwalimu wenyu na mwelekezi wenyu. Ni vyema tukatafute kujazwa na roho wa Mungu, ndiposa tukatoke katika hali ya kupungukiwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ningetaka tuangalie mambo kadhaa ambayo ingefanya kupungukiwa kiroho. Kwa nini tunapungukiwa kiroho? Number 1, we have deliberated mind. Praise God. We have the deliberated mind. We don't have hope. We always sometimes have hope today, tomorrow we are hopeless. Bwana Yesu asifiwe. We can read the book of Luke 24 verses 45.
And he opened their understanding that they might comprehend the scripture. Bwana Yesu asifiwe. That the Bible says, and he opened their understanding and they might comprehend the scriptures. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Mungu aliwafungua mawazo yao ndiposa wakaweze kuelewa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema hata wewe siku ya leo ukaweze kufunguliwa mawazo, ukaweze kuelewa chochote unasoma katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. We can also read in the verse of Psalms 82 verses 5. Because our God is not limited. Whatever we pray, our God is there to answer. Neno la Mungu linasema ya kwamba chochote tutaomba kupitia jina la mwanao Yesu Kristo na tutapokea. Na ndiposa anatufungua mawazo. Kubali kufunguka mawazo. Maana wakati mawazo yako haijafunguka, hakuna jambo hata moja utaelewa. We can lead. They don't know, nor do they understand. They walk about in darkness, or the foundation of the earth are unstable. Bwana Yesu asifiwe. That they don't know, nor do they understand. They walk about in darkness, or the foundations of the earth are unstable. Who are these people? The people who doesn't want their mind to be opened. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa ninarudia, wacha tukubali mawazo yetu yafunguliwe na Mungu, na inafanyika tu as we surrender everything unto our God. Bwana Yesu asifiwe. The next point is tarrying in the presence of the Lord. Kukaa katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. This to stay in the presence of God, this is something which is right according to our lives. Praise God. We can read in the book of Luke 10:42. Luke 10 verses 42. But one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Next, please. Hallelujah. Luke 10. Verses 43. Tuweke tafadhali kwa ajili ya muda. 43. Sorry. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia, it is just in the presence of God you overcome the troubles in our lives. Praise God. It's just in the name of God we can overcome the spiritual recession. Praise God. In the presence of God, we receive the power in our input. We increase power in our inputs. In our inputs are like mind and spirit. In our mind are transformed to the goodness of God. Even our spirit, it grows to another level. Bwana Yesu asifiwe. The third point is transformed man. Be a transformed man. Romans 12:1 and 2. Romans 12:1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy acceptance to God, which is your reasonable service. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is our reasonable service. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba to be transformed our mind, your body, your spirit to God, that you
give your body as a living sacrifice. Jitoe kwa Mungu ndiposa ukaweze kukaa jinsi na mapenzi ya Mungu. Watu wengi wataenda kuzimu, si ati hawaelewi mili peke yao ndio itafanya. Ukikataa ku be transformed, if you refuse to be transformed, your body can lead you to hell. Bwana Yesu asifiwe. It's good we present our body to God as a living sacrifice, which is holy and acceptable to God. Praise God. Let us crucify our flesh for us to be purity before God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Even Moses, in the book of Exodus chapter 7 verses 1, the Bible says that Moses was made to be a god to Pharaoh. Mungu alimfanya Musa kuwa Mungu mbele ya Farao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Maana alikubali kuwa transformed person. That means if you agree to be transformed, our God can make you whatever you don't deserve. Bwana Yesu asifiwe. Whatever you cannot imagine or think you can be. Bwana Yesu asifiwe. So ni vyema kukubali kubadilishwa. Tukubali kubadilishwa katika jina la Yesu. And number 4 is power and authority. Power and authority. Nguvu na mamlaka. Let us read the book Luke 10 verses 19. Luke 10 verses 19. Hallelujah. Luke 10 verses 19. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Bwana Yesu asifiwe. Neno linatuambia ya kwamba ametupa nguvu na mamlaka ya kukanyanga kila nyoka na nzige, na hakuna chance yoyote ya kukuja kukudhuru. Bwana Yesu asifiwe. It's good to have power and authority. Take it. Hakuna venye utapewa by force. It's your choice if you take it or not. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe utasimama ujue ya kwamba kadri na neno la Mungu ya kwamba amekupa nguvu na mamlaka kukanyanga kila nyoka na nzige maishani mwako. Praise God. Praise God. We can read the book of Acc 1:8. Matendo ya Mitume 1:8. But you shall receive the power when you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in the Jerusalem and all Judea and Samaria and the end of the earth. Bwana Yesu asifiwe. That when you receive the power of the Holy Spirit, so the power of the Holy Spirit is the one who enables the people of God to go to spread the gospel to Jerusalem, Judea and Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa Yesu aliambia wanafunzi wa kwamba anawaachia mwalimu na mwelekezi. Maana unapoenenda mahali bila Roho Mtakatifu, the direction of the Holy Ghost, unaweza kuwa wa kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema tukamkubali huyu Roho Mtakatifu, ndiposa kila jambo, kila maisha, hata kama ni huduma, hata kama ni maisha yako ambao unaishi kila siku, ukawe unasikiza the Holy Spirit when whispering to you. Bwana Yesu asifiwe. Another point, number 5, is know Christ in deeper. Know Christ in deeper. We can read in the book of John 14:13. John 14 verses 13. Then the priest of Zeras, whose temple was in front of their city. No, John 14:13. Nitasoma, niko nayo hapa.
John 14 verses 13. And whosoever you shall ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Bwana Yesu asifiwe. Ati nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Bwana Yesu asifiwe. Neno linatuambia ya kwamba chochote tutaomba kupitia jina la Mwana Yesu, jina la Mwana ambaye ni Yesu Kristo, litatendeka vile vile umeomba. Bwana Yesu asifiwe. Mradi tu umetumia jina la Bwana Yesu. Praise God. Another point is the word of God. Neno la Mungu. Tutasoma katika Isaiah 55 verses 10 and 11. Isaiah 55 10, 11. For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Bwana Yesu asifiwe. That so shall my word. Number 10, please. Come back. For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and blood to the eater. Next. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I've sent it. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba neno lolote litokalo katika kinywa cha Bwana, the moment limetoka lazima litatimiliza wajibu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema ukajue neno la Bwana vizuri, maana lolote atasema kwako. Hautagoja Mungu aseme kwako umuone akisema kwako. Atatumia neno lake. Ukisoma Biblia, neno lolote limeandikwa mahali pale, hakuna neno litarudi bure. Bwana Yesu asifiwe. Number 7 is prayer of agreement. Prayer of agreement. Maombi ya makubaliano. Bwana Yesu asifiwe. Let's read 1 John verses 5. 1 John chapter 5 verse 14. 1 John 5:14. Now, this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. In this prayer of agreement, it implies that prayer of agreement is prayer of accord. Maombi ya umoja with one vision. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. The prayer of agreement is we agree that we're gonna pray because of our church. We're gonna pray because of the crusade ahead of solo. We can pray also because of our families. That is the prayer of accord, because we have one accord and we have one vision. Praise God. Hata kwa gari, you see the steering wheel is the only one that accord every wheel to go to the same direction. Bwana Yesu asifiwe. Let a word of God be our steering wheel that will direct us to the right position. Praise God. Another point, the last point is walk in purity. Kutembea kwa utakatifu. Walk in purity. Let's read the book of Psalms 73 verses 13. Psalms 73 verses 13.
Surely I have cleansed my heart in vain and washed my hand in innocence. Bwana Yesu asifiwe. Surely I have cleansed my heart in vain and washed my hand in innocence. Praise God. Walking in purity is you just decide. You decide to be pure. You just decide to be pure. Praise God. That whenever you decide to be pure, you came to conclude that I'll never do something which is negative. My God will, if it's any price or without price. Bwana Yesu asifiwe. Ukuwe unalipwa ama haulipwi, unaamua ya kwamba nitakaa na utakatifu wa Bwana. Praise God. I want to highlight some points that causes spiritualization. Mambo ambayo inafanya tukapungukiwe na kiroho. Jambo la kwanza ni comfort zone. Praise God. You settle for rest in a comfort zone. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba kama ungeamua kuenenda, yani kufanya, kuendelea, you focus, you'll never stay in comfort zone. Comfort zone is a site of sinner. Is a site of sinners and it opens the door for more sins. Bwana Yesu asifiwe. Unakaa tu mahali pamoja, mwaka mmoja, hakuna kitu inabadilika, but you are still there in a comfort zone. You have to arise, toka. Hata biashara, ukifanya biashara moja kwa miaka 10, haiwezi kukulipia nyumba, haiwezi kukusaidia watoto, huwezi lipa school fees. Start another business. Come out from comfort zone. Stop settling for rest. Pray God to give you a heart to create capacity to another level. Bwana Yesu asifiwe. We can read the book of Luke 9 verses 62. But Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Neno linatueleza vizuri ya kwamba that no one having put his hand to the plow and looking back is fit to the kingdom of God. Mungu hapendezwi na watu wa kuangalia nyuma. Anapendezwa na wale watu wako tayari kuenenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata kwa vita, when the army is in a battle, hawapigani wakiangalia nyuma. Hata kama ni mwenzake na aone ameuawa, hata angalia, hata focus. So come out from comfort zone and focus for you to gain spiritual acceleration. Bwana Yesu asifiwe. The second voice is rebellion toward God after succeeding. Watu wengi wanapungukiwa kiroho kwa ajili ya kuondoka kwa laini za Mungu after wamefanikiwa. Tutasoma katika Samuel wa kwanza, 1 Samuel 15:23. First Samuel 15 verses 23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being a king. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watu wengi wamekosa kuwa katika level ya wafalme. They are operating in the tail level instead of head level because of rebellion. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anabarikiwa, anaona nimebarikiwa, anasema hata hiyo kanisa sitarudi kwenda, nimepata chochote nilikuwa ninataka. Our God is watching you day and night. Wherever you rebel from God because of success, He's there to let you come back. Bwana Yesu asifiwe. Another point is prayerlessness. Ukiishi maisha ambayo sio ya maombi, unafungua mlango wa dhambi. You open a door of more sins. Bwana Yesu asifiwe. Let's read Luke 22
verses 40. Luke 22 verses 40. When he came to the place, he said to them, pray that you may not enter in temptation. Wakati Yesu alienda kwa wanafunzi wake, aliwaambia, ombeni msikuje kuanguka kwenye majaribu. Ni vyema hata sisi tukaombe tusikuje kuanguka kwenye majaribu. Wengi wetu ambao sijui ni nani, uko mahali hapa maana hukuomba ukaanguka kwa huo mtihani ambao unakusumbua. The temptation you are now, it is because of prayerlessness. Bwana Yesu asifiwe. The next point is defilement. Kujinajisi. Defilement. The kingdom of God is for the righteous people. Ufalme wa Mungu ni wa watu wale watakatifu. Si ya watu ambao wanajinajisi kila wakati na wanakuja mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Let's read 2 Corinthians 6:16. 2 Corinthians 6:16. Hallelujah. Tunaendelea vizuri ama mmepotea? 2 Corinthians 6:16. And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I'll dwell in them and walk among them. I'll be their God and they shall be my people. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema tutakuwa wake naye atakuwa wetu. Provided we are righteous. Bwana Yesu asifiwe. Tusijinajisi. Wacha tuondokee mambo ya kujinajisi. Bwana Yesu asifiwe. Let's seek for purification. Praise God. The other point is sins. Dhambi. Dhambi zinatuondoa kwa Mungu. Ni dhambi pekee zinafanya tukaondoke katika njia za Mungu. Wacha tusome katika kitabu cha Isaia 59 verses 2. Isaia 59 verses 2. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. So that he will not hear. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba ni dhambi tu zinatutenga na Bwana. Ni dhambi tu zinafanya tukaondoke kwa uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So ni vyema tukaondoke. Ukiona dhambi, potea. Praise God. Another point is ignorance. The spirit of ignorance imefanya Roho Mtakatifu kupunguka kwa maisha yetu. Tusome katika kitabu cha Warumi, Romans 5:14. Romans 5:14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. Bwana Yesu asifiwe. Ignorance. Ignorance ni, what is ignorance in Kiswahili? Kupuuza. Watu wengi wanapuuza. Wanakuta Roho anapunguka kwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Another point is disobedient. Kutotii. Neno la Mungu linasema ya kwamba obedient is better than sacrifice. So if you disobey, you encounter spiritual recession. Bwana Yesu asifiwe. Let's read 1 Samuel 15 verses 23. 1 Samuel
Hatutasoma, tulikuwa tumeisoma hapo mbele. Let's go to the next point is fear and lack of wisdom, confidence. Fear and lack of confidence. Uoga. Praise God. Let's read Joshua 1:19. Joshua chapter 1 verse 9. Joshua 1:9. The Bible says, "Have I not commanded you, be strong and of good courage? Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Bwana Yesu asifiwe. Neno linatuambia ya kwamba tusiogope, maana Mungu anatuambia kila mahali tuendapo yupo pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati unaingisha uoga kwa maisha yako, Roho Mtakatifu akaagi mahali kuna uoga. Maana alitumwa kwetu kutupa nguvu na kutuelekeza. Praise God. Another one is timely decision. Timely and timely decision. Unafanya jambo kama wakati wake haujafika. Praise God. Inaleta kupungukiwa kiroho. Maana the moment umefanya kitu kabla wakati hujafika, unaharakisha mipango ya Mungu, na hauwezi ukaharakisha mipango ya Mungu, maana kila jambo linatendeka kwa wakati wake. Wacha tusome katika 2 Peter verses 3 and 17. Chapter 3 verse 17. 2 Peter. Second Peter chapter 3 verse 17. "You therefore, beloved, since you know this beforehand, be aware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the ire of the wicked." Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Always wait for the right and appointed time of God. Usikimbilie kufanya jambo. Even the prophecies, kuna wengi wanajaribu kuharakisha. Labda the prophet ameprophesy leo. Wewe unaona ni kama ni kesho. Unalala ukiomba. Unaambia Mungu na siwache ikuje hata saa hii. No, that is untimely to God. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kugojea. Enenda na pace ya Mungu. Maana Mungu anasema ya kwamba he will guide our feet each and every day. Bwana Yesu asifiwe. The other one is lack of sacrificial living. Unaishi maisha ambayo haina kutoa sacrifice. Praise God. Romans 12:1 and 2. Let's read Romans 12:1 and 2. Romans 12. Sorry, hatutasoma, tulikuwa tumesoma. That verse tulikuwa tumesoma. Unaweza the second one. "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Praise God. You do what is perfect through the sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. You learn to live a sacrificial life. Diposa kila mambo. Every time apostle anahubiri, I think it's like every day anaongea mambo ya sacrifice. Because sacrifice inavunja mambo mengi ambayo wewe mwenyewe haujui. Sacrifice huvunja mambo hata sio wewe ulifanya, ni kizazi kilifanya. Bwana Yesu asifiwe. The last one is lack of diligence in whatever you do. Lack of diligence in whatever you do. Let's read Colossians 3 verses 23.
Colossians 3 verses 23. Colossians 3 verses 23. And whatever you do, do it heartily, as so the Lord and not to the men. Bwana Yesu asifiwe. Chochote utafanya, ufanye kwa ajili ya Mungu, usifanye kwa ajili ya binadamu. Kuna wengi ambao wanakosa baraka zao kwa ajili ya kufanya ndio mtu mwenye ako pale akutambue. You have to do because of your God, not because of a person. Chochote unafanya ndio binadamu akuone, inakuletea madhara ya kupungukiwa kiroho. Hautaweza kufika mahali Mungu alikusudia ukafike. Tutaangalia the other side. Ni nini utafanya? What breaks away from spiritualization? Hatutasoma verses mingi maana nyingi tumesoma pale mwanzo, sababu ni kama ni positive to the other side. Bwana Yesu asifiwe. The first one is diligently in seeking God. Pursue the purpose of God. Kila mtu aliumbwa kwa makusudio ya kumwabudu Bwana, na anamwabudu kwa njia ambayo Mungu alipendezwa. Bwana Yesu asifiwe. So it's good for diligently pursuing and seeking God. Bwana Yesu asifiwe. The second one is be sacrificial. The other one ni consistency. Hiyo tutasoma Luke 2:36-40 about consistency, kufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Luke 2:36-40. Now there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was a great age and had lived with a husband 7 years from her virginity. And his woman was a widow of about 84 years, who did not depart from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. And coming into that instant, she gave thanks to the Lord and spoke of him to all those who looked for redemption in Jerusalem. So when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned to the Galilee, to their own city, Nazareth. The last one. And the child grew up, became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Bwana Yesu asifiwe. That is about consistency or persistence. Hana alifuatilia. Ni vyema kufuatilia kila jambo ambalo unafanya. Maana jinsi unafuatilia, you'll have an achievement at the end. Bwana Yesu asifiwe. The other one is spiritual discipline. Spiritual discipline. Kuwa na nidhamu ya kiroho. Tutasoma katika Proverbs 6:6. Proverbs 6:6. Go to the ant, you sluggard, consider her ways and be wise. Praise God. Go to the ant, you sluggard, consider her ways and be wise. That is about spiritual discipline. The other one is action of faith. Kuwe na imani. Matendo ya imani. Praise God. Ukuwe na imani. The level of faith in you must increase for you to have spiritual acceleration. Bwana Yesu asifiwe. Another one is guard your relationship with God. Tunza wokovu wako. Hakuna mtu atakuja kutunza wokovu wako.
Wakati ulisema ya kwamba nimekiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu, ulikuwa peke yako. Ulitumia kinywa chako peke yako. So it's good you guide your relationship with God. Another point is obeying the voice of God. Kutii sauti ya Mungu. Tutasoma katika James 1:25. Tusikie kuhusu kutii sauti ya Mungu. James 1:25. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and it's not forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba lolote unaambiwa na ukafanye, ni lazima Mungu atakubariki. Praise God. It's good to obey the voice of God. Chochote unasikia. Wengi wetu mmekwama mahali pamoja kwa sababu ya kukosa kutii sauti ya Mungu. Wengi wanasikia sauti ya Mungu lakini unajiuliza, ni mimi najiambia ama ni Mungu? Hata heri ufanye ikuwe ni wewe ulikuwa unajiambia. Maana ni two ways. Ukutafanya kama ni ya Mungu utapita. Kama ni yako utagoja. Bwana Yesu asifiwe. So ni heri tu kutii ufanye, sababu labda uelewi kama ni wewe ama ni Mungu. So choose just to obey. The other point is put your trust in God. Weka tumaini yako kwa Mungu. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba katika Psalms 125, wamtumainia Mungu ni kama mlima Zayuni na hawatatingizika kamwe. Bwana Yesu asifiwe. So ni vyema kutrust in God. The other point is separation. Put the boundaries. Weka mipaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Put boundaries. Have separation. The other point is cooperate with the Holy Spirit. Cooperate with the Holy Spirit. The other one is self-dedication. Every day, every time, every hour, dedicate your life to God. Wakati Mungu amekurausha na akaona ni vyema ukaione hiyo siku, start with dedication. Dedicate yourself unto God. That's why the Bible tells us we seek first the kingdom of God and its righteousness, and the rest will be added. Ukiamka, just seek first God. Bwana Yesu asifiwe. And the righteous, walk in purity for you to walk in the pace of God. Bwana Yesu asifiwe. The last one, let the word of God be your foundation. Let the word of God be your foundation. Tusome Joshua 1:6. Joshua 1:6. Be strong and of good courage, for to these people you shall divide as the inheritance the land which I saw to their father to give them. Bwana Yesu asifiwe. That be strong and of good courage, for to these people you shall divide as an inheritance the land which I saw to their father to give them. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inheritance utareceive if at all unafanya neno la Mungu likawe msingi wa maisha yako. Praise God. Praise God. It's good to work on spirit, your spiritual world, to avoid spiritual recession. Tuombe sana tusipungukiwe na kiroho. Maana tukipungukiwa kiroho hatutajua ni njia gani Mungu anataka tukaenende. Bwana Yesu asifiwe. Nami ninawaombea kupata nguvu ambayo itawaondoa katika hali ya kupungukiwa na kiroho, na Mungu akawatie nguvu. Ningetaka tukasimame tu kwa miguu yetu, tukaweze kuomba dakika 2-3, ndiposa tukaweze kuendelea.
Na haya yote ambayo inaleta kupungukiwa kwa roho, yote yanatokana na uoga. Ni vizuri kuondoa hali ya uoga. The Bible says in Proverb 29 that the fear of the man lays a snare, but whoever trusts in God will be safe. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kumtumainia huyu Mungu ndiposa tukawe katika hali ya kuokolewa. Praise God. Praise God. Let's take 5 minutes, 2 minutes. Ambia Mungu wako akusaidie tu kuenenda na njia yake, ndiposa ukaweze kuendea katika level ingine ya kiroho. Ninaporudisha kipasa sauti kwa Pastor David akaweze kutuendeleza. Father, I worship you Lord, I give you glory. Ninasema ni asante kwa umbali umetuleta, tunasema uinuliwe upewe sifa. Hakuna wa kufananishwa na wewe, uinuliwe na upewe sifa, maana wewe ni mtakatifu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Asante Yesu, asante Yesu. Sikia hii. Sikia hii. Ninapenda sana pale kupata security. Nobody anatoka nje tena. Mtumishi wa Mungu wa mbinguni amenena maneno mazito sana. Na kitu ambacho kimenistua sana. Msingi wa hii mambo yote ni maombi. Msingi wa haya mambo yote ni maombi. And our daddy, nashukuru sana maana unatuona mahali ulipo. Tunashukuru kwa sababu ya kutuombea, ibada imefanikiwa. Wakati huu ninapoleta mtumishi wa Mungu Pastor Beatrice, wakati ambapo mtumishi wa Mungu amekuwa akinena hii neno, nimesikia kuambia Mungu nisaidie. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, Biblia inasema ya kwamba kati hao wote alichukua watatu, Petro na Yohana na Yakobo. Wakapanda mlima kuomba. Na walipopanda mlima kuomba, the Bible say this. Hapo ndipo Musa na Elisha walitokea. Na maandiko ya Baba inasema ya kwamba sauti ikatoka kutoka mbinguni na ikasema ya kwamba huyu ni mwanangu ninayependezwa na yeye. Na hapo ndipo Yesu anashuka kama amejawa nguvu na upako. Anatoka mountain, anateremuka na wanafunzi wake. Bible inasema aliposhuka tu hivi, kumbe Yesu alikuwa amewacha wale watoto. Alikuwa amewacha wanafunzi wake huko ili waweze kumwakilisha. Maana yeye hayupo, lakini nguvu za Mungu ziko ndani mwao. Lakini walikosa kujielewa. Kama vile wadada ako mbali, ametuacha aone ni kitu gani ambacho kitatendeka. Yesu anashuka kutoka mlima, anatembea, anafika pale. Biblia inasema ya kwamba akiwa hapo kuna mtu mmoja alikimbia mbio akamwangukia. Akamwambia, laiti kama leo hii ungekuwa hapa, huyu mtoto wangu angepatikana na shida, maana ako na pepo ya kifafa. Lakini neno la Mungu linasema hivi, wakati huo Yesu akasikia uchungu, vile ambavyo pia hata mimi nasikia uchungu wakati watu hawaamini haya mambo ambayo Mungu anatenda kwa hii madhabahu. Oh God. Yesu akaangalia na huyu jamaa kawa genuine, akamwambia, nimeleta mwanafunzi wangu mgonjwa, mtoto wangu mgonjwa mbele ya wanafunzi wako, lakini hawakuweza kutenda chochote. Neno la Mungu linasema hivi, Yesu mwenyewe akaangalia akashindwa. Hawa watoto nimetembea nao, hawa watu nimetembea nao, hawa wanafunzi nimetembea nao, wameona nimefufua, wameona nimeponya, wameona watu wamefunguliwa. Akasikia uchungu, akasema, nitakana nyinyi hadi lini? It is time to you and I
kuamsha imani yetu, kuamini anointing yenye dadi yako nayo, tunaweza itumia na tufanye milipuko. Haleluya. Yesu akasema ya kwamba mleteni kwangu. Yesu